kwa Kikikuyu ameandika Huruka, Thayu, Kagema, Ngai, Nioi, Mahoya. Like ameweza kuandika kwa Kikikuyu but wale mnaelewa hii language mtakubaliana na mimi kwamba ameweza kuumwa sana na imeweza kumuuma sana kupoteza huyu brother in law ambaye alikuwa anampenda sana. Na tunaona kwamba baadhi tu ya comments watu waliweza kucomment sana, na hapa kuna maneno watu waliweza kucomment sana, na kuna mwenye anasema kwamba oh God, alafu kuna mwenye anasema that boy loved you, ni Aruke Uhoro. Alafu kuna mwingine anasema kwamba woi, sorry Triza, mamake Mraya, the brother in law who supported you. Alafu kuna yule ambaye anasema kwamba there must be a problem now. Hey Karagu, fungua macho, something is wrong somewhere, hugs to the mother. Alafu pia kuna huyu anasema kwamba devil is a liar, yani imeniuma na hata simjui, this man had just started winning. Na nataka tuweze kurudi kwa hii comment hapa. Kuna hii comment ambayo huyu alikuwa amepost, Stella anasema kwamba there must be a problem now, hey Karagu, fungua macho, something is wrong somewhere, hugs to the mother. Tuweze kuangalia kuna replies hapa 98 more replies, tuweze kuona watu wanaweza kusema nini hapa. Na kuna huyu anaweza kusema kwamba kutoka Kambiti aingie boma la wenyewe, mambo haiendi vizuri. We? Aha, alafu tuangalie tena hapa kuna hizi replies zingine hapa. Kuna huyu anamwambia stop. Alafu kuna mwingine anasema kwamba nilikuwa nataka kusema hivi juzi tu Paul, sai Kagema, kikulacho kinguoni mwako, Karangu afungue macho na ajiite kamkutano. We? Aha, mwingine anasema nini? Mwingine anasema exactly, wenye wanajifanya saints hawawezi ona kuna shida mahali. Alafu kuna huyu akasema hapo kabisa. Alafu kuna mwingine anasema anataka wakufe wote awachiwe mali. Kumbuka hao wenye wako wanaongea wako wanarifa kwa point ambayo huyu alikuwa amesema kutoka Kambiti aingie boma la wenyewe, mambo haiendi vizuri. So hao pia wanaendelea kumreplya pale. Kuna huyu anasema kabisa. Kuna mwingine amesema hapa anataka wakufe wote awachiwe mali. Alafu kuna huyu anasema I wanted to say this but I feared kupigwa mawe. Some people come into our lives and boom, everything starts going south. Someone is blinded by love, but mkumbuke kazi ya shetani ni kuiba, kuharibu na kuua. I come in peace. Alafu kuna mwingine hapa anasema no please, someone needs to be told the truth. It's high time Karangu opens his inner eye. Something is wrong. Hebu sasa tuangalie hapa pia kwa more views tuone nini iko pale. Aya, kuna huyo anauliza huyo why. Alafu kuna mwingine anasema utanikoma nongwe hii. Hakuna mtu nimetaja, uko na glasses na huwezi ona funda we. Hao wanajibizana tu hapo. Alafu kuna mwingine anasema kwani Karangu ni baba ya Kagema, simwache ujinga. We? Aha, kuna mwingine anasema Kambiti ni shoguo gikogi. We, sielewi amemaanisha ni hapo. Mwingine anasema utaachana na sisi sasa, we mwerevu utukome. Aha, hao ni kama wanajibizana hapo mambo yao. Aha, wanajibizana hapo mambo yao. Wacha tuweze kuendelea huku. Kuna huyu anasema hujui iko watu mnaweza shikana kwa hii life wakuwe bad luck, dooming your life and star. Aha. Aya, kuna huyu anasema kwamba wacha ujinga wewe madhe, ni nini huwa mnauliza mtoto wa wenyewe? Kwani ni yeye alitoa Karangu kwake? Kwa nini wanawake hampendani? Blame that turban guy na uachane na msichana wa watu. Huyu jamaa ichunguzwe, ni marafiki wake wamemkula. So huyu ambaye anaitwa Mimi wa Fish anajibu huyu Min Anur. Anasema kwamba awache ujinga,
yeye madhe, na anamuuliza kwamba nini huwa mnauliza mtoto wa wenyewe, then ni kama anatetea huyo Kambiti ambaye alikuwa ametajwa pale, alafu watu wakaweza kureply hapa. Hebu tuangalie hizi replies zote ni za nini. Haya, kuna mtu anasema kwamba si hata wewe ukue a witch madhe, nani amekukataza? Nani amekukataza? Kuna mtu alitoa Mr. Taban kwake? Mama mzee mjinga. Haya, kuna mwingine anasema kwa nini marafiki wachunguzwe na si huyo mchawi? Sasa hapa hatujui mchawi ni nani guys. Kuna huyo anasema kwa nini marafiki wachunguzwe na si huyo mchawi. Haya, kuna mwingine anasema hi Karo, najua ni wewe. Haya, kuna mwingine anasema kwani yeye ni mtoto. She knew Karangu is a husband and a father. No ways she's special, wacha akae na yeye. Aya, tunaendelea. Unasema kwamba hatupendani na Milaya na Homewreckers. Fagu anasema sijui ni. Kuna mwenye anasema alitolewa na nani akafanya hadi akachukua watoto, alikuwa analia juu yao na kuwakana. Kambiti ni mchawi. Aya, kuna huyo anasema Biblia ulisema atakayetenganisha watu wawili ni kifo. Haikujua. Aya, tuendelee. Kuna huyo anasema true, huyu jamaa ameanza kuwa fame, then boom, something is wrong. Aya, kuna huyu mwingine anasema kwamba kusema ukweli sio kawaida, inafaa wafunguke macho. Some things are not adding up. How now? Aha, kuna mwingine anasema true, there must be a problem somewhere. Alafu kuna mwingine anasema I've been looking for this comment. Alafu tuendelee. Kuna mwingine anasema devil is a liar, yani imeniuma na hata simjui. This man had just started winning. Alafu iko na comments mingi, replies hapo, lazima tuweze kuenda kwa replies tuweze kuona nini imeongelewa hapo. Kuna huyu anasema amezimwa nyota yake asipite wengine, keep resting bro. Alafu kuna pia hapo replies zingine. Kuna huyu anasema nilikuwa natafuta hii ingai, akaandika hapo kwa Kikuyu sielewi. Alafu kuna mwingine anasema life is spiritual, so sad. Kuna mwingine anasema life ya social media, ogopa. Mwingine anasema true. Mwingine anasema ukweli, nowadays unapata mtu ameanza kuinuka kwa social media alafu unasikia ameenda. Alafu kuna huyu anasema aki niambieni ni uongo, aki no, huyu ni kama haamini what has happened. Haya, kuna mwingine anasema this is me also. Nimetoka shughuli alafu kuingia WhatsApp na kuta mtu amemweka status hadi namuuliza mbona uue mtu, kumbe ni ukweli. Huyu haamini kwamba nani amekufa Joshua. Alafu kuna mwingine anasema pia mimi kuna watu wengi hawaamini sana, it is so sad vile tunyota yake imeanza kung'aa. Mwingine anasema inauma akiwoi. Aya, kuna mwingine anasema Karagu should open his eyes, something is wrong somewhere. Guys, na kwa nini watu wengi wanasema hivi? So many people are saying Karagu should open his eyes, something is wrong somewhere. Aha, alafu iko na comments mingi pale, na nitakuwa naendelea tu part 2 ili tuweze kuangalia comments watu wanaweza kusema nini, but acha nifungue hii ya mwisho tuone hapa kwa replies 92 kuna nini hapa. Kuna huyu anasema hii mentality ni mbaya sana. There is nothing wrong. It is the will of God. Let the family grieve. Wacha kuleta hizi mentality za kijiji huku. Huyu sasa ameamua pia kuongea. Aya, mwingine anasema hutaki uambiwe ukweli. Aya, mwingine anasema hii si ya kila mtu. Only a few can relate. Aya, mwingine anamwambia ni ukweli, hii si ya kawaida. Aya, mwingine anasema za wagonjwa anajifanya anachangisha. Aya, mwingine anasema so ni kawaida kupoteza brothers wako kila mwaka. Huyo anamuuliza swali. Mwingine anasema God's will is for us to live long, fulfill our purpose and accomplish the dreams he has placed in our hearts while we are here on earth. Mwingine anasema wewe amka, kulikucha kitambo na watu wakanawa nyuso, ni kubaya. Mwingine anasema muhiki wa mikosi huyo. So mwingine anasema hata zamani kulikuwa msichana akiolewa na kukuwe na msiba anarudishwa kwao juu huyo ni wa bahati mbaya. Sasa Kambite ni mikosi kwa hiyo ndoa. Niko matanga ya Kagema, msinitusi. Mwingine anasema you may also know what is happening.
Aya, mnakuanga na maneno, nothing is wrong, ni kifo tu. Mwingine anasema death is death and can get anyone, acheni umbea. Mwingine anasema alafu ukumbuke juzi wamempeleka eti vacation Mombasa. Guys, hapa kumeweza comments, watu wanaongea. Nakumbuka kwamba ni hapa tuko kwa Facebook page ya Muraya, huyu Triza ndio alikuwa amepost, alafu tukaenda comment section kuweza kuangalia chenye watu wanaweza kusema. Hii ndio alikuwa amepost na watu wakuweza comments mingi sana. Tutakuwa tunaweza kuangalia tena comments kwenye part 2 kuhusiana na hiki kifo cha Kagema, na hakikisha tu kwamba umeweza kusubscribe kama hujasubscribe, na uring kengele tutano notification, ndio nikipost kazi kama hizi unakuwa among the first people to get to know what is happening. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran.